Yes, weekend tumeshuhudia michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo vikosi ama title contenders wa Tanzania wameweza kucheza michezo mbalimbali ya kuwania kufuzu hatua ya robo finali kunako makundi yao. Yanga dhidi ya kikosi cha Al Ahly, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya goli 2-2, lakini pia kwenye kundi hilo pia AS FAR Rabat dhidi ya JS Kabylie, AS FAR Rabat akipata ushindi mwembamba wa goli 1-0 binafsi. Kundi hilo kilitazama mpaka hivi sasa Yanga, Al Ahly pamoja na AS FAR Rabat pamoja na JS Kabylie wana nafasi kubwa pia ya kufuzu kutokana na consistency ya yoyote ambaye atapata ushindi kwenye michezo miwili iliyobakia. Lakini nafasi ya Yanga ni ipi sasa kwenye kundi hilo? Nafasi ya Yanga ni kushinda mechi zote zilizobaki, either kushinda michezo yote iliyobaki ama kutoa sare mchezo mmoja na kupata matokeo kwenye mchezo mmoja. Kimahesabu mchezo ugenini dhidi ya AS FAR Rabat ni mchezo mgumu kwa sababu tunafahamu ubora wa AS FAR Rabat, lakini pia nafasi ambayo wako nao AS FAR Rabat mpaka hivi sasa haitakuwa mechi rahisi. Kimahesabu Yanga kwenye mchezo huo akienda kutafuta sare tu itakuwa ni wakati mzuri pia kwake yeye na mazingira mazuri kufuzu kwenye hatua ya robo finali. Baada ya hapo atakuja kurejeana dhidi ya JS Kabylie, mchezo ambao Yanga atakuwa nyumbani pia. Nafasi kubwa iko hapo pia Yanga kama atapata ushindi wowote, kushinda tu kwenye mchezo huo wa mwisho wakati akiwa ametoa sare dhidi ya AS FAR Rabat itamkusanyia alama 4 ambazo mpaka sasa na alama 5 itamfikishia alama 9. Lakini kwa AS FAR Rabat ambaye pia na alama 5 anahitajika kupata sare mechi moja na kushinda mechi moja. Kwa nini ni ngumu pia kwa AS FAR Rabat kufuzu? Mechi ya mwisho atamaliza na Al Ahly kule Alexandria nchini Misri. Kwa unaona namna ambavyo nchekea kwa Yanga iko hapo na sala ya Yanga iko hapo. Ili Yanga waweze kufuzu kwanza ni kwenda kukomana AS FAR Rabat kutoa sare na mchezo wa mwisho utakwenda kung'amua. Kama anapoteza Yanga kwenye mchezo dhidi ya AS FAR Rabat atakuwa amejitengenezea mazingira magumu pia, kwa sababu AS FAR Rabat atafikisha alama 8 na mchezo wa mwisho sasa AS FAR Rabat ana ulazima wa kwenda kutafuta sare tu, ambayo Yanga hana uwezo pia kuzifikisha alama 9 ambazo atakuwa amezifikisha. Lakini kimahesabu ya haraka haraka Yanga pamoja na AS FAR Rabat ni nani wanachaguana kwenda kutafuta kuungana na Al Ahly kwenye kundi hilo. Lakini binafsi ukitazama nature ya kundi, ubora wa vilabu, bado nampa nafasi Yanga kubwa kuungana na Al Ahly kwenda hatua hiyo. Ukitazama mechi ya JS Kabylie dhidi ya AS FAR Rabat, licha kuwa AS FAR Rabat alikuwa nyumbani, lakini unaona namna ambavyo alipewa tough game na JS Kabylie, namna ambavyo JS Kabylie pia alireact na anafanya kosa dakika za mwisho, anapoteza mchezo huo. Lakini kwa Yanga unaona namna ambavyo timu kwa sasa intensity yao iko juu ya kutafuta matokeo morali, lakini pia mfumo wa mwalimu na mikakati yake ambavyo wachezaji wanaitekeleza kikamilifu. Timu inacheza kweli kweli, unaona compact kuanzia eneo la nyuma mpaka la ushambuliaji. Unaona namna ambavyo rotation ya kikosi pia ina uwezo mkubwa wa kumlipa mwalimu Pedro. Uwezo na ubora, quality display ya wachezaji wa kikosi cha Yanga kwa hivi sasa unasifu pia usajili ambao umefanyika kwa msimu huu. Alan Okello anaonekana kuwa bora kwenye eneo la ushambuliaji, link up play mzuri, kuunganisha eneo la katikati na eneo la ushambuliaji kwa namna ambavyo ameonyesha kiwango. Eneo ambalo Yanga wanapaswa pia kulifanyia kazi ya ziada ni defense line ya kikosi chao. Bado ina changamoto nyingi sana, hasa upande wa Shadrack Kiboka ambako kitazama michezo miwili yote ya Al Ahly umekuwa upenyo wa Al Ahly kuweza kupata matokeo kupitia michezo hiyo. Shadrack Kiboka ni kama intensity yake inazidi kushuka mechi to match, anaonekana kufanya makosa, poor marking na concentration inamkumba sana, anakuwa na kitete sana hasa anapokuwa kwenye wakati wa hatari zaidi, ama Yanga wakati inashambuliwa kwenye box
anakuwa na kitete mguuni kwenye uokoaji wake, lakini pia unatazama pia combination ya Mwamnyeto pamoja na Baka haijatulia kwenye eneo lile la ulinzi. Mara nyingi pia wanajikuta wanafanya makosa ambayo yanaigharimu timu. Lakini pia unatazama eneo la midfield la kikosi cha Yanga, namna ambavyo limekuwa compact. Duke Abuya, Mohamed Damaro Kamara, unasifu pacha ya uchezaji huu. Eneo hilo ni kama tayari Yanga wamepata mbadala mkubwa sana kwenye eneo hilo. Sina shaka na eneo la viungo na eneo la mawinga, ni maeneo ambayo yameonekana pia kuwa na linki kubwa sana Yanga hasa inapofanya transition kuelekea kwenye build up play yao ya mashambulizi. Eneo ambalo pia Yanga anapaswa kuwa makini na kuongeza umakini mkubwa ni eneo la finishing. Ni eneo ambalo bado linaitesa Yanga. Nafasi nyingi zinatengenezwa lakini utulivu umekosekana kwenye kupata clinical finish ambaye atakuwa anazalisha magoli mengi zaidi. Kundi jingine Simba dhidi ya kikosi cha Esperance de Tunis, kundi D, kundi ambalo inaweza nikasema ni rahisi sana kuangamia kupenya. Naweza nikasema ni rahisi sana kuangamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko Simba kupenya kuelekea robo finali. Kwa nini? Ukitazama kimahesabu mpaka hivi sasa kikosi cha Stade Malien, Esperance de Tunis pamoja na kikosi cha Petro Atletico wana nafasi ya kubato au kufuzu kuliko Simba. Simba anaelekea ugenini kucheza dhidi ya kikosi cha Petro Atletico. Kwenye mchezo huo kikosi cha Simba inawalazimu kuweza kupata ushindi. Hata kama wanapata ushindi wa michezo yote 6, vipi upande wa kikosi cha timu ya Petro Atletico? Vipi upande wa kikosi cha timu Esperance de Tunis ambaye mpaka sasa ana alama 6 na inamlazimu tu akipata sare moja tu tayari anakuwa amesha haribu mipango ya Simba. Head to head Simba inamfunga, hata kama itatokea amefungana alama na kikosi cha Simba. Kwa hiyo kikokotoo cha Simba mpaka hivi sasa kimegoma na nafasi hiyo ni ngumu sana. Hata kama atakusanya alama 6 zilizobaki ataangukia kwenye alama 7 tu jumla, kiasi kwamba kikosi cha Esperance de Tunis wakishinda mechi moja tu ama kutoa sare mechi 2 tayari wanakuwa wameshapata nafasi ya kuqualify moja kwa moja. Lakini pia kwa kikosi cha timu ya Petro Atletico kama wanapata ushindi pia wana alama 5, wana uwezekano mkubwa wa kufikisha alama 8 ambazo Simba hana uwezo wa kuzifikia. Kwa msimu huu Simba thank you, lakini kwa ubora walioonyesha jana unasifu pia mabadiliko makubwa, usajili wa Libasa Iwe ambao naweza nikasema umetiki moja kwa moja. Lakini pia natamani kuona Oura Anset anapewa muda mwingi ili kuweza kurudisha game fitness. Anaonekana na mapungufu ya game fitness na ni mzuri pia kwenye kufanya transition, ni mzuri kukimbiza mipira kwenye flanks na uwezo mkubwa pia wa kuwa na jicho pevu la utoaji wa assist. Ukitazama goli la kwanza, namna ambavyo alitoa assist ya goli lile, unaona namna ambavyo pesi yake iko vizuri sana kwenye kufanya jambo hilo. Lakini kongole sana kwa kocha Steve Becker, ameiunganisha timu kwa muda mfupi, licha ya kuwa wachezaji wamesajiliwa katikati ya dirisha dogo, lakini amewaunganisha na wameweza kukliki kwenye mfumo. Azam bado mbio ni kubwa. Yalikuwa malengo madogo wakati wanaingia kwenye michuano hii, lakini malengo yamekwenda kufufuka baada ya ushindi. Nafasi kubwa pia kwenda kufanya vizuri kwa sasa ipo kwa kiasi kikubwa, na kwa Azam FC nawapa nafasi kubwa sana kwenye kundi hili kama wataweza kusimamia kwa michezo iliyobaki. Wana michezo migumu, mchezo dhidi ya Wydad Casablanca ugenini lakini pia mchezo dhidi ya kikosi cha AS Maniema. Kwa hiyo naona namna ambavyo nyumbani, mchezo wa AS Maniema nyumbani ni nafasi nzuri kwa Azam kuja kumkanda AS Maniema na kufikisha alama 9. Wakati huo pia wakienda kutafuta wakishinda tu mchezo wao dhidi ya AS Maniema, itakuwa ni nafasi kubwa sana kwa Azam FC kuqualify kuelekea kwenye robo final. Azam pamoja na Yanga wana nafasi kubwa sana, lakini kwa Singida Black Stars
unaona ugumu pia walioutengeneza baada ya kupoteza jana dhidi ya AS Otoho. Kundi limekuwa gumu pia. AS Otoho mpaka sasa anaonekana ana uwezekano mkubwa wa kufuzu yeye pamoja na CR Belouizdad kwenye kundi hili. Kwa hiyo Singida siwadai kwa kweli, kwa sababu imekuwa ni wakati wa kwanza kabisa kushiriki michuano hatua hii ya makundi, na imewapa pia nafasi ya kujifunza mambo mengi na namna ambavyo games zinachezwa zaidi. Usisahau kulike, kusubscribe kisha kucomment kwenye Sports Fact TZ mwana michezo.